Sijui ni kama Ruto pamoja na serikali yake washaogopa, washaona defeat, washaanza kuvuruta uoga kwamba huenda pale Olkalau mambo yataenda mrama, so wameamua kutumia polisi, ndiposa wakati watafanya mambo yao gizani. Siongee zaidi mtazamaji. So hivi ndivyo hali ilivyo pale Olkalau, na leo tumepokea taarifa hii ambayo huenda ikakushangaza. Ni kwa nini waweze kutuma polisi zaidi ya 1,000 au ni polisi wengi kwa kuweza kuchunga ile by election ambayo inaendelea pale. And this is the message ambayo tumeona imeweza kutolewa na Inspector of General Police in Kenya ambaye ni Douglas Kanja. Alisema hivi mtazamaji, nikinukuu maneno yake: this means that we have a minimum of 2 police officers in every polling station. Their work shall be to safeguard the voting materials and the voting process itself, while offering adequate security, ensuring that the electoral officials perform their duties well and unhindered. Additionally, there are teams deployed at polling stations comprising not less than 14 police officers at every polling station to ensure robust security coverage. Akiendelea pia alisema kwamba I have deployed 4 platoons of General Service Unit officers. I have deployed 4 platoons of the anti-stock theft unit officers. I have also deployed 4 water cannons. A sufficient deployment from the DCI, whose mandate shall focus on intelligence gathering, investigations, arrest and prosecution of any party of individuals involved in the electoral malpractice. Aliendelea pia kusema kwamba as the Inspector General of the National Police Service, mine is a message of assurance and affirmation that the people of Olkalau are expected to practice their democratic right in a free, fair, peaceful and secure manner as guided by our constitution and the laws of the land. So mtazamaji, kuna jambo hapa anataka uweze kuelewa kwa undani zaidi. Tunajua kwamba pale Olkalau, wange tu kweli, si ya Ruto. Olkalau si ya William Samoei Ruto. Na it means wameanza kuwa na uoga mkubwa, sababu ukiangalia DCP party ambayo inaongozwa na Rigathi Gachagua akiwa na yule candidate pale ambaye anaitwa Sami Kamau, au wana umaarufu mkubwa kuliko yule ambaye ni Samuel Mushina Nyaga. Na hili ndilo ambalo nitakwambia mtazamaji. Kuna kitu ambacho pia unafaa kufahamu kabla sijaweza kukupatia hili. Watu wa Mlima Kenya, kitu ambacho wanachukia, na nitarudia, kitu ambacho watu wa Mlima Kenya wanachukia ni usaliti. Na hii ina maana kwamba William Samoei Ruto ambaye ni wa chama cha UDA aliwasaliti kwa kuweza kumtoa na kumtimua aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua katika uongozi wake kama naibu wa rais kwenye nchi hii ya Kenya. Lile jambo liliweza kuumiza sana roho wana Mlima Kenya, kiasi cha kwamba wengi wao wanasema kwamba enough is enough and there's no way UDA itatawala katika eneo la Mlima Kenya. And let me try to give you some of the reality ambazo zimekuwa zikiendelea pale. Watu wa DCP uungwaji wao ni mkubwa zaidi. Ya sasa imefika pahali ambapo when UDA inaandaa mkutano, hiyo mkutano huwa watu hawattend vile unafikiria. The reason why watu wanaattend hizo mikutano ni because of money. And ukiangalia after watu wamepewa zile pesa, wamepatiwa gas, wamepatiwa sijui ni mattress, most of them wanaenda baadaye wanasema kwamba bado ni one term, kule pesa lakini bado ni one term. Hata aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alizungumza akisema kwamba kuleni pesa ndio, lakini kuvote kwenu msijaribu kuvotia mtu wa UDA. Na hii mtazamaji ni kama imepatia UDA uoga, kiasi cha kwamba William Ruto ametuma polisi 1,000
watakuwa pale tarehe 16 wawezi kuchunga uchaguzi ule. So kama mnajiamini, mbona mtume polisi 1000? Because we know clearly these people, their plan ni kutaka kuweza kubatilisha uchaguzi katika eneo lile la Ol Kalou, na hili ndilo jambo ambalo wameamua waweze kutumia force juu. Hebu angalia sasa, kutakuwa na the cannon zile za kumwaga maji. Why? Wametuma hadi anti-theft police officers. Why? More than 1000 police officers, mtazamaji. That shows you that hao watu washaanza kuvuruta mapema, and this time round ni kama wameona kwamba ile kiti ishaenda tayari pale Ol Kalou. Remember very well, Rigathi Gachagua party ambayo ni DCP ni popular pale Mlima Kenya, na alikuja akaifanya ikakuwa one of the most popular parties right now in the mountain. And pale Ol Kalou obviously tunajua who is going to win. Mtu ambaye ndio kushinda pale Ol Kalou si mwingine bali ni Sami ambaye anaegemea upande wa DCP. Even if government imekuwa ikitumia pesa hapa na pale, so let's wait and see. But in other side, mtazamaji, remember very well kwamba hii government imekuwa ikitumia force, and maybe they want to use that force in Ol Kalou. But the people of Ol Kalou, the people of Mount Kenya wamesema kwamba watakuwa pale kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanywa fair. Hakuna kusema ati iliibiwa. Watakuwa pale kuhakikisha kwamba uchaguzi huo hauibiwi. And we saw what has been happening kwa hiyo area, especially kuna vurugu ilifanyika. As you know, yule driver wa Irungu Kang'ata alipigwa rubber bullet. So pia inaweza kuwa the possibility why police officers wametuma pale, but 1000 police officers hao ni wengi mtazamaji. Let's wait and see what will happen. For now, zidi kusubscribe ndani ya Trenda Kenya, ikiwa hii ndio channel yako nambari 1 nchini Kenya ambayo inakuletea uondo, udaku na habari zote kikamilifu. Cha muhimu zaidi ni wewe uzidi kufuatilia habari zetu moja kwa moja ambazo nitakuwa nakuletea hapo, uchanganuzi wa kisiasa, na niko tayari kuhakikisha kwamba nakuletea matukio yote kuhusiana na uchaguzi mdogo ambao utaendelea pale Ol Kalou tarehe 16 ambayo itakuwa on Thursday. Mtazamaji, na there's a lot of things ambao unataka kujua kuhusu uchaguzi huo. Nitakuwa kidete kuhakikisha kwamba every update haikupiti ndani ya Trenda Kenya. Tafadhali zidi kulike ikiwa hii ndio channel yako bora zaidi ambayo umeamua kuichagua, na kwa hiyo ambao umetazama video hii, kuwa na wakati mwema hadi wakati mwingine, tutapatana kwenye next video.